Ndugu yangu, unamkumbuka Kaini? Ni kitendo kipi ambacho Kaini alichokifanya mpaka saa hii huwa unamkumbuka? Wakati jina lake linapotajwa linaingia ndani ya mawazo yako. Hebu tuongee kidogo. Kaini alikuwa ni mkulima na Abel alikuwa ni mfugaji. Siku moja Mungu akawaambia walete sadaka zao mbele za Mwenyezi Mungu. Kaini akaleta yake, pia Abel akaleta yake. Lakini Mungu hakumbariki ama hakukubali sadaka ya Kaini. Juu ya moyo wake ulikuwa ni mbaya. Mungu akabariki na kuyajibu maombi ya Abel. Baadaye huyu jamaa sura yake ilianza kukunjamana, venye maandiko ya Mungu yanavyotuambia. Baadaye huyu jamaa alisikia vibaya sana ndani ya moyo wake. Baadaye akaunda mbinu, akaanza kutafuta nafasi ya kumuangamiza ndugu yake ambaye ni Abel. Wakati alimtoa pale, wakaenda uwanjani na akampiga na akamuua. Baada ya kumuua, Mungu akaja akazungumza na Kaini, akamuuliza, Kaini, ndugu yako yuko wapi? Kaini akajibu, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mungu akamjibu, mbona damu ya ndugu yako inanililia? Mbona damu ya ndugu yako inanililia kutoka mchangani? Baadaye kuna venye Mungu alimfanya. Ninaomba kuongea hivi. Kati ya mandugu zetu ambao tunaoishi pamoja nao, wawe ni marafiki, kuna wengine maombi yetu yanapojibiwa katika nafasi ambazo tunazozifanya kazi, huwa wafurahii. Sura zao huwa zinakunjamana kama ya Kaini. Tumuombe Mwenyezi Mungu hawa ndugu zetu tusije tukaingia mikononi mwao.